Hello guys, habari ya saizi mtazamaji wa Pesa TV. Kwa siku ya leo tumeweza kufikiwa na mgeni wetu ambaye atakwenda kujitambulisha kwa majina, anaitwa nani? Basi mtaenda kumsikiliza kwa majina yake, anaitwa nani? Kwa majina anaitwa Tshisekedi Alongamabala. Ya kama jinsi mlivyosikia, anaitwa Tshisekedi Alongamabala. Ya na mkisikia majina kama hayo Tshisekedi Alongamabala, yani kuna ndoa nyingi zikivurugana, yeye anachukua mzigo anaenda kutuliza. Yaani nachukua mzigo naenda kutengeneza. Ya asante sana. Kwa siku leo tutapiga story na ndugu yetu Tshisekedi, ambao watu wengi pale kambini Nyarugusu wameweza kumzoea kwa jina la Tshisekedi Mfuaji. Tshisekedi Mfuaji. Vipi Tshisekedi, unaweza ukaniambia mambo mengine yakoje hapa Marekani ulipofika? Mambo mengine yako shwari kabisa. Mambo mengine yako shwari. Mambo mengine yako shwari kabisa. Vipi Tshisekedi, ni changamoto zipi ambazo umezikuta baada ya wewe kuwasili hapa nchini Marekani? Baada ya mimi kufika hapa naendelea tu na shule, ila kupata kazi huko Marekani ni rahisi sana, hadi mpaka yule mganga wangu akiniruhusu naweza nikafanya kazi. Yaani unaona changamoto kubwa kwamba haupati kazi kutokana bado unasoma? Kutokana bado ninasoma, bado kile kambini walikuja na tiketi mimi ni mgonjwa. Kile kipindi kutaka na daktari, mpaka daktari wangu akiniruhusu nitapata kazi. Mpaka sasa hivi hajaniruhusu. Ya Tshisekedi, kwa ulivyotoka kule kambini Nyarugusu ulikuwa mwembamba, lakini naona huko kidogo Tshisekedi ameweza kupata mwili, na unasema wewe bado ni mgonjwa, labda wa kiafya au kisaikolojia? Mgonjwa tu wa kawaida tu. Ya sasa vipi huku Marekani, zile kazi za kufua haujapata toka ufike hapa? Hujapata hata siku moja labda? Sijapata kazi yoyote, ila Mwenyezi Mungu akipenda nitapata kazi. Sasa na kingine ambacho ningependa kukuuliza Tshisekedi, mpaka sasa hivi hapa Marekani hujakuwa na mke? Bado mimi mke wangu yuko Carolina. Yupo Carolina. Unaye watoto? Naye sijakuwa naye mtoto, kwa tungali tunafuatana. Bado mnatongozana? Tungali tunafuatana. Sasa baada ya nyinyi kuwa kwenye uhusiano, unatarajia nini kati yako wewe na yeye? Ila Mwenyezi Mungu akinisaidia nikimaliza shule na nikipata kazi, nikipata pesa, na mimi narejea naenda kumchukua. Yaani Tshisekedi anawaambia akipata hela ndo anarejea kwenda wapi? Kwenda kumchukua mke wake Carolina ambaye yupo naye na uhusiano. Vipi kule kambini, au kuwahi kubahatika kuacha mke? Sikuwahi kupata mwanamke kule kambini. Changamoto zilikuwa zipi mpaka utoke kambini bila mwanamke? Maisha yangu yalikuwa magumu sana. Maisha yako yalikuwa magumu? Magumu sana, tena sana. Sasa tukiangalia Tshisekedi, katika watu ambao walikuwa wanapata kipato kwa kufanya kazi pale kambini, wewe ni mmoja wapo, kwa sababu ulikuwa unafanya kazi za kufua, na kwa siku ulikuwa unapata kiasi angalau hivi. Kwa siku pale kambini ulipokuwa unafua ulikuwa unaingiza kama kiasi cha shilingi ngapi? Kiasi kama kama nguo ndogo, kiasi kama cha 15. Sikia kama nguo nyingi kiasi kama vile cha 35. Ya kama vile useme, kama vile kufua na kunyoosha kama vile 45. Ya kama jinsi mnavyomsikia Tshisekedi, kwa kipato ambacho alikuwa anajiingizia kwa siku akienda kwenye kazi zake za kufua, anakuambia zikuwa nguo ndogo alikuwa anapiga shilingi 15,000 kwa siku, zikiwa nyingi anapiga mpaka 30,000. Ila ukitaka kufuliwa pamoja na kupiga pasi alikuwa anaingiza kipato cha shilingi 45,000. Je, wewe kijana uliopo hapo kambini unaodai kwamba kambini hakuna kazi, na kipindi Tshisekedi alikuwa anajihusisha katika masuala ya kufua, kwa nini na wewe pia usiweze kusogea katika nafasi hiyo ya kuweza kufanya kazi za kufua? Kwa sababu tunavyoamini pale kambini changamoto za ufuaji zinakuwa nyingi sana, na ukijihusisha kwenye kazi za kufua ukiwa mwaminifu wa nguo za watu, yani kila siku unaweza ukawa unaingiza hela katika kazi za kufua. Kwa hivyo unaweza ukawashauria nini vijana ambao wamebaki kambini na wapendi kujihusisha na kazi? Naweza kuwashauri wasiibe, wafanye kazi. Wasiibe, wafanye kazi. Wafanye kazi, tuache tamaa. Juu tamaa inabomoa. Juu usipokuwa na tamaa inajenga. Ukiwa na tamaa inabomoa.
Ya, asante sana kwa ushauri wako Tshisekedi, kama jinsi unavyowaambia vijana wasiibe, wajitume na kazi na wasiwe na tamaa. Na pia ni changamoto zipi ambazo ulikuwa ukipatia pale kambini Nyarugusu katika kazi yako ya kufua? Kazi yangu ya kufua napata kidogo, nanunua sabuni, nanunua mavazi, nanunua na mafuta. Sawa, ni changamoto ipi? Yaani ni shida gani ambazo ulikuwa unapata? Kipindi unapewa nguo labda kufua nini? Utakuta mule msuruali, utakuta mko mawembe, utakuta mko pesa, utakuta mko vitu vingi tu. Utakuta mko misumari, utakuta labda pesa, na hizo pesa zinaenda kuzirudisha. Lakini nilikuwa nafanya kule pesa kidogo nilikuwa nachukua. Yaani ukikuta kwenye suruali labda kuna 500, 200 na kula. Lakini ukikuta labda 10,000, 20,000 narudisha. Unarudisha kwa bosi. Kwa bosi. Ya. Kama ni 5,000 nakula. Kama ni yaani kuanzia 5,000 kushuka ulikuwa nakula. Nilikuwa nakula. Kama ni 20,000, kama ni 15,000 narudisha. Unarudisha kwa bosi. Yaani nilikuwa nakula pesa ndogo tu. Lakini zile pesa kubwa narudisha. Unarudisha kwa bosi. Juu Waswahili walisema mali ya wizi haifai. Kula kwa jasho yako. Sasa Tshisekedi, kuna zile zingine changamoto ambazo ulikuwa unapitia, mara ukienda kufua watu wanadokoa nguo za watu, wanaiba, alafu nazingiziwa wewe ndio umehusisha. Ulikuwa unajisikiaje hizo kauli? Nilikuwa najisikia vibaya sana. Mara wao wanakuja wananiiba, alafu tena wanaenda wananipelekea habari ya mbaya. Na wakati sio mimi, na wakati ni wao ndio wanakuja kunibia nguo. Wao wanaanza kunibebea sifa mbaya, Tshisekedi anaiba nguo za watu, Tshisekedi kuna anarusha nguo za watu. Hapana. Walikuwa wananisikiliza wivu, ndio nilikuwa napata pesa mingi, walikuwa wananisikiliza wivu. Ya, ndugu mtazamaji, kama jinsi unavyosikiliza Tshisekedi tulikuwa nayo mpaka mida hii, tuko naye na tunaendelea na story 1 2 3, kumuuliza madogo ya yale ameweza kupitia katika kazi zake za ufuaji pamoja na kuweza kufika hapa Marekani. Ni changamoto zipi ambazo anazidi kupitia? Basi tumebaki tuna maswali kama 2 matatu tunayokwenda kumalizia katika kipindi chetu ambacho tumeweza kutembelewa na mgeni wetu ambaye hali maarufu anaitwa jina la Tshisekedi mfuaji. Watu wengi wamemmisi sana. Ila nikiangalia kwenye swali moja, mtu mmoja aliniuliza, je, Tshisekedi hakuwahi kuacha mtoto hapa kambini Nyarugusu? Hapana, sikuacha mtoto, ila nilikuwa nafuata wanawake tu. Ila mimi kazi yangu nilikuwa nafuata wale wanawake kwenye bar kule, ndio nilikuwa naenda nafuata kule Pentagon kule. Labda kunani ku OD, labda munani mu FD, labda mu OD. Ndio kwenye nilikuwa naenda kufuata wanawake. Wao wenyewe walikuwa wanaenda wanajiuza kule Pentagon. Sasa kwa nini uliamua kufuata wanawake wa kujiuza, usitafute mwanamke ambaye labda unaweza ukazaa naye? Wanawake wakuzaa naye zima sawa, wanakuwa kama na madharau sana. Juu ukimwambia hivi yeye anaenda kinyume, wewe ukimwambia hivi yeye anaenda kinyume. Inabidi sasa uepukane nao Sasa katika wale wanawake wa kwenye bar, hakuna mwanamke ambaye ulibahatika kumbebesha mimi? Hapana. Kwa sababu gani? Sikupenda. Au kupenda? Na mpaka sasa hivi haujawahi kuwa na mtoto? Hapana. Sipendi. Maisha yangu ni magumu. Maisha yangu kwanza magumu. Yaani ugumu wa maisha ndio unasababisha Tshisekedi asioe. Ugumu wa maisha ndio unasababisha mimi nisioe. Sasa hivi ukipata labda nafasi, watu wakisikiliza interview zako wakasema wakuchangie hela, utafute mwanamke uoe, upo tayari? Nipo tayari. Wakisema itoa nichangize hela, niko tayari kuchukua huyo mwanamke. Huyo hapa yupo Carolina. Ndugu watazamaji, Tshisekedi anaomba support yenu, anaomba support ili aweze kuoa. Ana uhusiano na mwanamke ambaye yupo Carolina, ndio ambapo anahusiana. Huyo mchumba wako huko Carolina, unaweza kutambua majina yake, anaitwa kwa jina la nani? Jina yake. Watu wa Carolina, Tshisekedi huko ana mchumba, na vijana wa Carolina kaeni mbali na mchumba wa Tshisekedi ambaye anaitwa kwa jina la Ana, yupo Carolina. Asante sana ndugu mtazamaji, ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, na kwa siku ya leo nilikuwa na story fupi na ndugu yetu Tshisekedi.
isiyo safari ya kwanza wala sio safari ya mwisho kuendelea kufuatilia TV yetu ya Pesa TV. Najua siku nyingine tutakutana naye na tutazidi kusogeza story mbalimbali hadi pale tutakapo pata story Tshisekedi amepata kazi, tutakuja kuwajuza kwa sababu amedai hajapata kazi kutokana na matatizo ya kiafya. Si ndivyo ndugu? Na ameweza kututembelea hapa kwetu Springfield, na ameweza kutufikia. Ndugu zangu mtazamaji wa Pesa TV, nilikuwa naye Tshisekedi Mfuaji. Usiendelee kusubscribe na kucomment na kushare link yetu pale utakapokuwa unapata muda na kuweza kufuatilia TV yetu, nini kinachoendelea humo ndani. Asante sana, ulikuwa nami Pesa Oscar, nyuma ya kamera ulikuwa naye Ali Pro Billionaire. Asante sana na siku nyingine, bye bye.